Ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Upekee wangu. Leo Alhamis, tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025. Na mada yetu ni maisha yenye afya, uwiano kati ya mwili, akili, roho na mahusiano. Shirika la Afya Duniani WHO linafafanua afya kamili kama hali ya ustawi wa kimwili, kiakili na kimahusiano, na sio tu kutokuwepo kwa ugonjwa. Hii inamaanisha kwamba mtu ili awe na afya njema hana budi kutunza si mwili peke yake, bali pia akili yake na mahusiano yake na jamii inayomzunguka. Pia tunaweza kuongeza afya ya kiroho kama aina nyingine muhimu. Katika jamii yetu kuna uhitaji mkubwa wa kuongeza uelewa kuhusu afya kwa ujumla, ili watu waweze kufanya maamuzi sahihi yanayowawezesha kuishi maisha marefu yenye furaha na mafanikio. Afya ya mwili ni msingi wa ustawi wa binadamu kwa sababu mwili ndio chombo kinachotumika kutekeleza majukumu ya kila siku. Ili kudumisha afya bora ya mwili, wataalamu wa afya wanashauri kwanza, kula lishe bora yenye virutubisho vyote muhimu. Pili, kufanya mazoezi mara kwa mara ili kuimarisha kinga ya mwili. Na tatu, kulala masaa 7 hadi 8 kila siku ili kusaidia mwili kupumzika na kujijenga upya. Pia ubora wa mazingira ni muhimu sana katika kujikinga na maradhi mbalimbali, pamoja na kufanya vipimo vya afya mara kwa mara ili kugundua changamoto mapema na kuchukua hatua kabla madhara hayajawa makubwa. Tunapozungumzia afya, pia tunalenga afya ya akili, ambayo ni hali ya mtu kuwa na uwezo wa kufikiri kwa utulivu, kudhibiti hisia na kuhimili msongo wa mawazo. Watu wengi hupuuzia afya ya akili, lakini ukweli ni kwamba akili yenye afya huamua ubora wa maisha ya mtu kwa kiasi kikubwa. Ili kulinda afya ya akili, kwanza ni vyema kujifunza kudhibiti msongo wa mawazo kwa kufanya mazoezi ya mwili na kupata muda wa kujitafakari kwa kina, kufanya meditation. Mambo haya hupunguza wasiwasi na kuongeza utulivu wa kiakili. Pili, tenga muda wa kutosha kwa kupumzika mara kwa mara ili kusaidia kuzuia uchovu wa akili na kuimarisha uwezo wa kufikiri. Tatu, zungumza na watu unaowaamini hasa unapopitia changamoto ili kupunguza mzigo wa kihisia na kurudisha matumaini. 4, shiriki katika shughuli chanya zinazokufurahisha kama vile kutazama tamthilia au shughuli za kujitolea ambazo huchangia kuridhika na kupunguza msongo wa mawazo. 5, epuka kulinganisha maisha yako kwa ujumla na wengine, hasa kupitia mitandao ya kijamii, na jielekeze zaidi kwenye kutimiza malengo yako binafsi hatua kwa hatua. Na mwisho, usisite kuwasiliana na wataalamu wa afya ya akili kama wanasaikolojia au washauri nasaha pale unapohisi kuelemewa na changamoto. Aina nyingine ni afya ya kiroho, ambayo ni hali ya mtu kuwa na utulivu wa ndani, maadili na kuelewa kusudi la maisha yake. Hii inaweza kujengwa kupitia sala, tafakari, ushiriki katika ibada au kufanya kazi zinazolenga kuboresha maisha ya wengine. Aina ya mwisho ni afya ya kimahusiano, ambayo ni uwezo wa mtu kushirikiana vizuri na wengine kama familia, marafiki, majirani na jamii kwa ujumla. Mahusiano haya ya kijamii hutoa msaada wa kihisia, kiakili na wakati mwingine hata kimwili. Watu wanaoishi kwa upendo, mshikamano na kuheshimiana hupata amani zaidi ya moyo na kuishi maisha yenye furaha na matumaini. Ndugu mtazamaji, ili kuweza kufikia, kudumisha na kufurahia mafanikio unayoyatamani maishani, ni muhimu kujenga uwiano thabiti kati ya afya ya mwili, akili, roho na mahusiano. Hali hizi zinategemeana na zinapokuwa katika usawa, utaweza kuishi maisha yenye maana, utulivu na ufanisi. You are a brand, own your value.